Je, unaweza kufunga kula sana, kushinda njaa na kutaka kufanya mazoezi ndani ya mwezi au kupunguza uzito kwa kuweza kufuata mzunguko wako? Sasa leo tutaanza kujifunza kila wiki ya mzunguko wako mwanadamu au mwanamke anapaswa kuzingatia kitu gani na kuweza kuhakikisha anakuwa champion, anakuwa bingwa ndani ya mwezi husika, anapata matokeo yote matatu. Kwa yule ambaye anataka kufunga, kwa yule ambaye anataka kupunguza uzito, kwa yule ambaye anataka kubalance chakula chake, kwa yule ambaye anataka kujenga afya, kwa yule ambaye anataka kubalance homoni zake, kwa yule ambaye anataka kupata matokeo mzunguko wake, kwa yule ambaye anataka kuhakikisha afya yake hata kama atafunga au ataamua kula bado atabaki katika mazingira ya usalama kabisa. Ratiba ya mwezi ya kumpa mwanamke matokeo katika hali ya usalama kichote. Sasa wiki ya kwanza ambayo wengi tunaifahamu kama wiki ile ambayo mtu anatoka baada ya hedhi, au ni wiki unapotoka hedhi, ile wiki ya kwanza ambayo makadirio yake ni siku 7 mpaka siku 10 ambayo mtu anapaswa kufahamu. Sasa ni nini kinatokea wakati huu? Ni mwili ambapo unachoma mafuta polepole au unapunguza kiwango cha kalori polepole. Ile burning sensation ya mafuta mwilini inafanyika polepole, lakini pia unaruhusiwa kufunga masaa 12. Hichi ni kipindi ambacho mwili unahitaji kupata estrogen za kutosha ili kuweza kusongamana nazo au kubeba na kuweza kusaidia kuchavusha hii mapema zaidi. Wale wenye changamoto ya kuweza kushika ujauzito na wameambiwa kwamba wao ili waweze kuwa salama lazima wapate dawa zile ambazo wanatumia au kuna vyakula ambavyo wanapendelea kula, basi hichi ni kipindi ambacho napaswa kutumia, kwa sababu vitampa matokeo ya haraka zaidi na kuweza kupelekea lake kuchavusha mapema zaidi. Lakini hichi ni kipindi ambacho mwanamke anatakiwa kufanya restoration ya vile vyakula au madini ambayo anapoteza mwilini wakati ambapo anakuwa katika hedhi. Kwa kuna vyakula ambavyo mwanamke anapaswa kula. Sasa ni vyakula gani hapa mwanamke anapaswa kula? Nimevisema katika video yangu yenye dakika 51, ni refu lakini ni nzuri sana, wewe utakupa maarifa sahihi na unaweza kujifunza kwa chakula hicho. Lakini wiki la pili ni wiki ambayo mwanamke atakuwa katika siku zake za hatari, ambayo inafahamika kama ni wiki la mboga mboga, kwa sababu ni wiki ambayo estrogen huwa inapanda kwa kiwango cha juu sana. Sasa kama itapanda kwa kiwango cha juu na kupelekea kupevusha yai, na mwisho wa siku kama itaendelea kuzalishwa zaidi, kwa maana yake mwanamke anaweza akapata sumu ambayo inaweza kupelekea baadaye akawa na chunusi au baadaye akaenda kupelekea kupata wasiwasi. Nini kinatokea ndani ya mwili? Mwanamke anakuwa na uwezo wa kuzalisha joto la kiwango cha juu sana, lakini ni wakati ambapo mwanamke anapaswa kula saladi au hizi mboga za majani aina ya saladi, matunda na juisi ya asili ambayo wewe utakuwa umetengeneza au inapatikana. Hii itakusaidia kuepusha wewe na nini? Itakusaidia kuepusha wewe na kuondoa sumu ambayo imepanda ya estrogen na kuweza kuhakikisha unaondoa hali ya kupata chunusi wakati ambapo unaelekea katika siku zako za hedhi, na kuondoa wasiwasi ambapo utakuwa katika kipindi cha luteal phase. Sasa luteal phase inatokeaje? Hii ni wiki ambayo mwanamke anakuwa ametoka siku zake za hatari na progesterone huwa inaanza kupanda kwa kiwango kikubwa ukilinganisha na homoni ya estrogen. Sasa nini kinatokea hapa? Huyu mwanamke waga anakuwa na wasiwasi, lakini anakuwa na tatizo la kushindwa kupata choo au choo chake kwake kinakuwa kidogo zaidi, ambayo hii wiki inafahamika ni kama wiki ya nishati, ambapo mtu anakosa kula sana. Wakati mwingine anajiuliza kwa sababu mwanamke wangu akiwa anakaribia kuingia hedhi huwa anakula sana. Ni wiki hii ambayo huwa anakuwa ni wiki ya nishati. Lakini hii hapa wiki ya pili kutoka wiki ya siku yake ya hatari huwa inafahamika kama wiki ya mboga mboga na wiki ya matunda, ili kuweza kuhakikisha afya inakuwa salama. Wewe ambao unataka kutamani kupunguza uzito na unataka ufanye diet ya chakula chako, basi wiki hii hapa ya kwanza baada ya kutoka hedhi na wiki ile ya ovulation, basi ni wakati sahihi wa kula chakula kidogo na kufanya mazoezi mengi ambayo utaunguza hizi calories ambazo ziko ndani ya mwili wako na kuweza kupata matokeo ambayo unahitaji. Lakini wewe ambaye unataka maintain sukari yako ya mwili na kuweza kuhakikisha sukari inabaki vizuri na kubaki na energy ya kutosha ndani ya mwili wako, basi wiki ya tatu ni wiki ambayo unapaswa
kuwa na nishati ya kutosha. Wale ambao mnafanya keto diet au mnafanya Peru, basi hii ni wiki ambayo ni nzuri sana, ambao mwili wako unachoma calories nyingi, na wanawake wamekuwa kitamani sana kuweza kula chakula au kupendelea kula sukari, kwa sababu sukari huwa inashuka kwa kipindi hichi kwa sababu ya uwepo wa progesterone, lakini pia mwili unasababisha kushindwa kupata choo. Kwa hiyo kinachotokea ni nini, au chakula gani ambacho kinapelekea kula? Basi mwanamke anapaswa kula vyakula aina ya viazi vitamu, magimbi na mtama. Hii inasaidia mwanamke kuweza kumwepusha na kula vyakula vyenye sukari ambavyo vinaweza vikampa shida mwishoni. Kwa unapokula vitu vyenye magimbi au nishati halisi au nafaka halisi, inaweza kukupa matokeo kuondoa ile changamoto ya sukari, ambayo sukari kama utakuwa unakula mara kwa mara alafu ukaacha kula baada kutokana na majukumu ya kazi, itashuka ghafla na kumpelekea mwanamke kupata stress. Lakini wiki la mwisho ambayo kwangu nasema ni wiki ambayo mwanamke anakuwa katika hedhi. Hii wiki inakuwaje? Huyu mwanamke anapaswa kutumia nyama, samaki na mboga mboga zilizopikwa vizuri. Hii itasaidia kurudisha au kumaintain kile kitu ambacho amekula mwilini, na hapa anapaswa kutumia supu nzito, na pia anapaswa kutumia protini za kutosha, ikiwemo kama supu atapata, basi ni vizuri akapata supu ya kongolo au supu ya mifupa ili kuweza kupata matokeo ambayo anahitaji. Sasa hii ni ratiba ya mwezi ambayo mtu anaweza ikatumia kuweza kupunguza uzito, kuweza kumaintain sukari yake ya mwili, kuweza kufanya afya yake ya homoni ikawa vizuri. Na wale ambao mnafanya diet, basi kipindi hichi na pia inaweza ikakupa matokeo mazuri sana ndani ya mwezi husika na miezi inayofuata. Maana ukifuata ratiba hii ya mwezi, basi itakuwa rahisi zaidi. Lakini video yangu dakika 51 nilielekeza ni chakula gani ambacho mtu anapaswa kula kila wiki kutokana na mkoa ambayo upo. Sasa kama hujaiona, uende ukajifunza, lakini pia kupitia comment, kwa sababu kuna watu wameweka wao comment zao na kutaka kujua au kutaka kujifunza zaidi ni chakula gani ambacho mtu hapaswi kukosa kila wiki anapofanya maamuzi ya kula kutokana na mzunguko wake. Hii elimu ni nzuri sana, na kama utakuwa na changamoto kuhusiana na chakula gani ambacho unapaswa kula, nimejia kule. Lakini kama utakuwa na mada ambayo unafikiri tunapaswa kuzungumza hapa, ni basi endelea kubaki katika channel hii na kusubscribe, na kama utakuwa na maoni yako na pendekezo, basi unaweza kaandika hapo chini na watu watajifunza. Au kama unataka kuna issue ambayo inakusumbua au kuna tatizo ambalo linakusumbua, ukiandika hapo chini na mimi nitapitia na kuweza kurudi na darasa lingine ambalo litakupa matokeo moja kwa moja. Asante, na mpaka wakati mwingine usisahau kusubscribe ili kupata madarasa mengi zaidi ya kiafya.